Salim. Ninampenda Aisha. Haiwezekani. Baada ya chakula cha usiku kuisha, Aisha alienda jikoni kuandaa chai huku Jamal akibaki sebuleni na Rehema. Nitarudi na chai sasa hivi. Sawa. Umezaliwa wapi mwanangu? Pemba, lakini nimekulia Dar es Salaam. Kulikuwa na ukimya mfupi wa aibu. Rehema alimwangalia Jamal kwa makini kabla ya kuuliza, "Umezaliwa wapi mwanangu?" Jamal alijibu kwa upole, "Pemba, lakini nimekulia sana hapa Dar es Salaam." Moyo wa Rehema uliruka kidogo. "Na baba yako anaitwa nani?" "Aliitwa Salim." Na baba yako anaitwa nani? Aliitwa Salim. Salim. Kuna tatizo? Kimya kizito kikaingia ghafla. Jamal aliona uso wa Rehema ukibadilika. "Samahani, kuna tatizo?" aliuliza. Rehema hakujibu mara moja. Macho yake yalikuwa yamejaa mshangao na kumbukumbu nyingi. Baba yako bado yupo? Alifariki miaka kadhaa iliyopita. Mungu wangu. Polepole Rehema aliketi vizuri kwenye sofa kana kwamba miguu yake imeishiwa nguvu. "Mungu wangu," alinonona. Wakati huo Aisha akarudi na tray ya chai. Hakuelewa kilichokuwa kinaendelea. "Mama, mbona uko hivyo?" Baba yako alikuwa mrefu hivi, mwenye tabasamu la upole? Ndiyo, watu wengi walikuwa wakisema hivyo. Rehema alimwangalia Jamal tena. "Baba yako alikuwa mrefu hivi, mwenye tabasamu la upole?" Jamal akatabasamu kidogo. "Ndiyo, watu wengi walikuwa wakisema hivyo." Rehema akafumba macho kwa sekunde chache. Sasa alikuwa na uhakika. Jamal alikuwa mtoto wa mwanaume aliyewahi kumpenda kuliko mtu yoyote duniani. Baba yako alikuwa mtu mzuri sana. Ulimjua? Zamani sana. Lakini hakutaka kuharibu furaha ya watoto wale. Aisha alisema unapiga picha? Ndiyo mama, hiyo ndio kazi yangu kubwa. Ni kazi nzuri sana. Nilikwambia ni mtu mzuri. Siku moja nilipiga picha harusi nikasahau kufungua lens cover. Jamal. Basi harusi iliharibika kabisa. Nilitaka kutoroka kabisa siku ile. Rehema akatabasamu kwa huzuni kidogo. Zamani sana. Usiku ulivyoendelea, mazungumzo yakawa mepesi zaidi. Walicheka, walikumbuka mambo ya kawaida, na hata Rehema alianza kumuuliza Jamal kuhusu kazi yake ya kupigaji picha. Aisha alikuwa wakitazama kwa furaha moyoni. Hakuwahi kufikiria siku moja mama yake na Jamal wangeweza kukaa pamoja kwa amani hivyo. Baada ya muda, Jamal aliaga kuondoka. Nje ya nyumba, Aisha alimfuata mpaka getini. Leo umefanya vizuri sana. Lakini mama yako alinifanya niogope mwanzo. Anakupenda taratibu sasa. Ninachotaka ni kukuoa tu Aisha. Jamal. Anakupenda taratibu sasa. Jamal akamshika mkono Aisha. Ninachotaka ni kukuoa tu Aisha. Hakuna kingine. Uso wa Aisha ukajaa furaha na aibu kwa wakati moja. Ndani ya nyumba, Rehema alikuwa wakiwatazama dirishani. Safari hii, macho yake hayakuwa na hasira. Yalikuwa na matumaini. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alihisi kama maisha yalikuwa yanampa nafasi ya kurekebisha maumivu ya zamani kupitia furaha ya mtoto wake.